Baada ya kuondoka Hassan, Muawiya alimkadimisha mwanawe kabla ya kifo kwamba ndiye atakayekuja kutawala, kuchukua uongozi baada yake. Mwanawe akiitwa Yazid ibn Muawiya. Ulama tarikh wanasema miongoni mwa watu ambao hawakumbai wala kuweka voti yao kutoa kiapo cha utii kwa mwanawe Muawiya ni al-Imam al-Husayn. Hakukubaliana na kuchukua mkono wake kuweka katika mkono wa nani? Yazid ibn Muawiya. Wakati katika nchi ya Iraq, al-Kufa, al-Basra, kuna mtawala au kuna governor jina lake Nu'man ibn Bashir, ambaye ni sahaba wa Mtume Muhammad. Nu'man ibn Bashir akasikia kwamba katika miji hii ya Iraq kuna watu tayari wameshaanza kupeleka barua kwa wingi kumtaka mwana wa Mtume ambaye ni Hussein aje zake Iraq ili wapate kumbai na kumpa kiapo cha utii. Yeye alistahiki zaidi kuwa kiongozi kuliko mwana wa Muawiya, Yazid ibn Muawiya. Na barua kweli zilikuwa zikienda kwa Hussein ibn Ali. Wanachuoni wa tarikhi wanasema nyumba ilikuwa imejaa barua. Baadhi yao walitaja wanasema zilimfikia Hussein barua 1018. Zote zinamwambia Hussein, njoo zako katika ardhi ya Iraq. Sisi tunakusubiri wewe tu. Ukifika tunakutawaza kwamba wewe ndio kiongozi wetu, sababu wewe ndio unastahili na sisi tuko pamoja na wewe. Hussein ibn Ali jambo hili lilikuwa analifikiria kwamba ni serious, ni kweli hawa watu, je hakika wananihitaji? Mpaka mwisho akaazimia kufanya uchunguzi. Akamtuma ndugu yake, mwana wa ammi yake, anaitwa Muslim ibn Aqil. Kaambia Muslim ibn Aqil, nenda Iraq, tizama mabarua haya ya watu wa Iraq. Wanasema wao wako tayari na sasa hivi hawaendi kusali Ijumaa pamoja na kiongozi wao pale Iraq, kwa sababu wanataka Hussein ndio aje wamtawazi awe kiongozi wa umma. Na wanasema kuna watu zaidi wanamsubiri mwana wa Mtume Muhammad SAW afike. Nenda kalitizame ili jambo lina ukweli kiasi gani. Muslim ibn Aqil akaenda zake Iraq, yeye pamoja na watu wawili ambao walikufa njiani, watu wawili hao kwa kiu ya maji baadaye. Lakini Muslim ibn Aqil akaandika barua kwa Hussein. Hussein akamjibu kwamba endelea mpaka ufike katika asima. Muslim ibn Aqil akafika na akatizama mazingira, kweli akawapata watu wa Iraq wote walioandika barua ni kweli wapo, waliandika barua na wao wamekusanyika, wanataka kiongozi wao awe mjukuu wa Mtume. Baada ya muda, Nu'man ibn Bashir akatoa khutba kali msikitini kutaka kusolve maudhui au issue hii kwa amani, kwamba jamani, haya mambo yataleta mtafaruku baina ya Waislamu na tunataka tuyasuluhishe kwa njia nzuri kama Waislamu ili tusije tukamwaga damu baadaye. Wakachomoka waliokuwa marafiki wa Bani Umayya miongoni mwa waliokuwa wakisikiliza khutba ya Nu'man ibn Bashir, wakenda wakapeleka salamu kwa Yazid mwana wa Muawiya kwamba gavana wako anaonekana ni gavana asiyesuluhu kwa amri hili, dhaifun au yatadhaaf. Yani akamtaja kwamba ima ni dhaifu au anajifanya anajiregeza kwa maksudi. Tunakuomba mtoe katika ardhi hii. Sahaba huyu hakutaka fitna, alitaka kusolve problem hizi zinazokuwa zinaelekea kwa watu wa Kufa kwa njia ya amani. Akachomolewa katika kiti chake, akaitwa governor mwingine aliyekuwa Jabbar, jina lake Ibn Ziyad. Ibn Ziyad ndo akakawa katika kiti cha Iraq. Wakati huo Muslim ibn Aqil tayari kuna watu zaidi ya 1030 walikuwa wanaongezeka kila siku tu, 10,000, 10,018. Inasemekana wakafika mpaka 30,000 wanambai
Hussein, wako pamoja na Hussein, wanamvoti Muslim ibn Aqil kwa niaba ya Hussein ibn Ali kwamba sisi tuko pamoja nao na tunataka sasa hivi Hussein aje. Muslim ibn Aqil akaandika barua kumpelekea Hussein ibn Ali kwamba mazingira niliyoyaona Iraq ni kweli, watu wako pamoja nao, kweli wanakutaka mjukuu wa mtume uje, kweli wanasema wewe ukija tu njia kwa wao watakuwa pamoja nawe, kwa hiyo akbili ya Hussein, njoo zako. Hussein huko anajiandaa kuondoka, lakini wakampa nasaha baadhi ya masahaba wakubwa waliokuwepo wakati huo kwamba Hussein, usiondoke katika ardhi hii ya Makka wala ya Madina, usiondoke Madina, ukitaka nenda zako Makka kaishi huko. Mmoja miongoni mwa waliompa nasaha alikuwa Abdullah ibn Abbas, akamwambia hawa watu wa Iraq kama kweli wanakutaka wewe, kwanza wangemuondoa huyo kiongozi ambaye hawamtaki, alafu akasema tushamuondoa, njoo sasa utawale wewe. Lakini maadamu kiongozi anayezungumziwa yupo, wanazungumza tu katika barua, usiwaamini hawa watu, usiende pahala. Abdullah ibn Abbas anamnasihi ndugu yake Hussein ibn Ali, akamwambia asante kwa nasaha zako. Abdullah ibn Zubair kamnasiha Hussein, asante kwa nasaha zako. Miongoni mwa waliomnasiha Abdullah ibn Umar, usiondoke. Hawa watu kama ni wa kweli wangefanya kama alivyosema Abdullah ibn Abbas, lakini usiwasikilize wala usiwaamini. Huko Iraq ndiko alikouawa baba yako, na hao watu ndio walomuua baba yako, yani Ali ibn Abi Talib. Abdurrahman ibn Muljim kampiga panga Ali ibn Abi Talib kafa. Kwa hiyo usiondoke. Hussein ibn Ali wamekuja zaidi ya watu 4, 5 mpaka 6 kumnasihi tu kwamba ukipenda basi nenda zako Yemen, lakini Iraq ni karibu na Sham, na Sham ndio kuna Yazid ibn Muawiya ambaye yeye ndiyo mtawala. Haya mambo yatakuwa makubwa sana, usiondoke. Hussein hakutaka kusikiliza, mmoja miongoni mwao akaazimia kuondoka Madina kwenda zake Iraq. Abdullah ibn Abbas anasema ningeweza kuzikamata nywele za Hussein ili tu nimzuie asiondoke kwenda huko Iraq, basi ningeweza kufanya hivyo, ningefanya. Mwisho alimwambia kama utaondoka basi ondoka peke yako, usiondoke na wake zako wala watoto wako. Hussein hizi nasaha zote aliziona kwamba bado hazina uzito wowote, kwa sababu yeye kinachompeleka kule ni machozi ya Waislamu ambao wanasema wao hawamtaki dhalimu yoyote atawale katika dini ya Bwana Mtume Muhammad, na wanamtaka mjukuu wa Mtume, na akaona kwamba yeye ana haki kwenda kuwanusuru watu hao. Akaondoka. Wakati anaondoka sasa, Ibn Ziyad akaingia katika ardhi ya Kufa, amejifunika ninja kama wanavyosema. Sasa kila anayemuona barabarani katika wananchi wa pale walikuwa wakimsalimia Ibn Ziyad ambaye ni gavana mpya, wakimwambia salamu alayka ya ibn binti rasulillah, mwana wa binti wa Mtume, amani iwe juu yako. Kumbe ni Ibn Ziyad. Wale walikuwa kila wakati wanajua Hussein atafika wakati wowote, na akifika ndo kiongozi wetu. Kwa hiyo alipoingia yule bwana kisiri akajifunika uso wake, wakajua huyu ndo mjukuu wa Mtume. Kila anapopita wanampa salamu, wanamfurahikia. Yule bwana kimya, anajua kumbe ni kweli mji huu umebadilika na watu wote sasa wako kwa Hussein. Ikafika pahali akampata bwana mmoja kutoka Syria anaitwa Ma'qal, akamwambia chukua donge la hela hili, nasikia yupo Muslim ibn Aqil, mjumbe kutoka kwa Hussein, yuko katika mji huu, tafuta habari zake uniletee. Ma'qal kachukua donge la hela, akaenda zake msikitini, akamwona mtu anasali sala nyingi sana, akawa karibu naye, akamwambia mimi ni mgeni, nimesikia kwamba kuna watu wanambai binti wa Bwana Mtume, mtoto wa binti wa Bwana Mtume, na mimi nawapenda sana ali baiti wa Mtume, naomba nipeleke aliko. Kwa sababu Ma'qal Muslim alikuwa anafanya haya mambo kwa siri,
asije akajulikana na mtu yoyote, au akiyafanya kwa tahadhari kubwa, kwa sababu watawala walikuwa hawataki hayo. Kwa hiyo huyu bwana katumwa sasa kama vile mukhabarat, watu wa kupeleka habari, kwamba ukipata habari zake njoo nijulishe. Sasa huyu bwana kaenda msikitini, kampata mmoja katika kama mahurasi, maaskari wa Maqal ibn Muslim ibn Aqil, yuko pamoja naye. Akamwambia, bwana, mimi naomba unipeleke, na sadaka yangu na pesa zangu na mali yangu, nataka na mimi nisaidie katika hili jambo. Yule bwana akamuuliza, kwa nini umenichagua mimi? Akamwambia, nimekuona mtu mwema, unasali sana, ni mtu katika malamihi zako za kheri, nikajua pengine wewe ni mmoja katika viongozi waliokuwa pamoja na Muslim. Yule bwana akamwamini, akamchukua, akampeleka kwa Muslim. Muslim wakati huo yuko wapi? Yuko katika nyumba moja ya bwana mmoja akaitwa Mukhtar ibn Ubaidil ibn Abi Abdullah. Kisha akahama kutoka katika nyumba ile, akaenda katika nyumba ya Hani ibn Urwa. Hapo ulama utarikh wanasema kulikusanyika zaidi ya watu 30,000, wote wako pamoja na Hussein. Huyu bwana akafika, akaongea na Muslim, akajionyesha kwamba yeye ni mtu mwema, akawa anashinda pale mpaka usiku anatoka zake. Unaenda wapi? Unaenda kutafuta pale pa kulala. Kumbe kila anachokiona pale anakirekodi, na watu anawajua kwa majina yao, kaja fulani, kaja fulani, kaja fulani, alafu takrir anaipeleka kwa Ibn Ziyad. Ikawa Ibn Ziyad ana habari zote za pale mjini za Muslim ibn Aqil, kiongozi aliyetumwa na Imam Hussein. Ikafika pahali sasa anauliza, mimi niko hapa kama kiongozi wenu, lakini sijamuona mtu fulani kuja kuniamkia. Mtu gani? Hani ibn Urwa. Hani ibn Urwa ndio mwenyeji wa nyumba aloshukia Muslim ibn Aqil. Hebu mtafuteni, mleteni. Wana Hani, unaitwa kiongozi wetu, kama anasema haja kuona. Mimi siwezi kwenda. Anasema kama huendi ataleta watu wa kuchukue kwa nguvu. Akatoka Hani ibn Urwa akaenda kwa Ibn Ziyad. Mbona sikuoni kuja kuniangalia? Walipomuona tu asema, wewe katika watu mnaotaka waishi basi ni wewe, lakini miongoni mwa watu wanaotaka mimi nife ni wewe vile vile. Kuna habari gani nyuma yako? Nimepata habari kwamba Muslim ibn Aqil yuko nyumbani kwako na anajiandaa kwa sababu ya kuchukua uongozi, kumweka mjukuu wa Mtume Hussein. Akamwambia, wallahi sio kweli. Akamwambia, ni kweli. Muiteni Maqal. Akaitwa yule bwana aliyojifanya kwamba anatoka Syria na yeye anawapenda Ali wa Bait wa bwana Mtume. Akamwambia, hebu ongea. Akatoa tafsili zote kwamba huyu bwana nyumbani kwake ndio yupo Maqal, ndio Muslim ibn Aqil, na habari zote zinazungumzwa hapo za Hussein ni nyumbani mwa huyu bwana. Unasemaje kuhusu habari hizi? Akamwambia, ni kweli, lakini mimi sikumuita Muslim. Amekuja ni kama mgeni na ni mtu mwema, mtu mzuri, sikuweza kumfukuza nyumbani kwako. Kwa hiyo yupo nyumbani kwangu kweli. Kama mtoe basi nyumbani kwako. Akamwambia, wallahi siwezi kumtoa. Kachukua upanga kampiga nao katika uso wake mpaka kampasua. Kabila lake likaja mbio kumwambia, bwana, ukimuua mtu wetu tutauana. Ikajulikana kwamba hajafa, kidogo akatulia, hakumuua hapo. Muslim alipojua kwamba kumbe tuna jeshi kubwa, watu zaidi ya watu 30,000 wako pamoja nasi, kwa nini tusiingie kuizunguka nyumba alokuwepo gavana huyo ambaye watu hawamtaki, tupate kufanya lilokuwa sahihi lilotuleta. Na Hussein anakuja. Kawaambia wanajeshi wake wote, ni wakati sasa wa hisari ya kuizunguka nyumba aliyokuwemo Ibn Ziyad. Watu wote wakatoka.
Ibn Ziyad akashtuka kwamba nyumba yake imezungukwa na hakuna njia, akawa na hofu sana juu ya hilo. Ikatumika system ya divide and rule, zikatumika hela nyingi sana. Wale wanajeshi wote waliokuwa pamoja na Muslim ibn Aqil, akafuatwa kila kiongozi wa kabila, bwana we, waambie watu wako waondoke, wasipigane hivi vita, chukua donge lenu hili na katika pande linaondoka. Alikuwa na watu 30,000. Akasali sala ya Isha usiku ule, wamebakia watu 4,000, wote wanaondoka kidogo kidogo. Akaja akasali na watu 200. Ikafika wakati anasali sala yuko peke yake Muslim ibn Aqil, kila mtu ameshachukua njia yake ameondoka. Wale waliosema tuko pamoja nawe wote wamemwacha. Muslim akabaki peke yake, na huko anajua Hussein sasa anaondoka anakuja. Akawa anazunguka katika nchi ya Iraq. Kufa ni mji ambao haujui, ni mgeni yeye kwa Madina, huko hana pahala pa kwenda. Wanajeshi wote walikuwa pamoja nao hawapo tena, wameshanunuliwa, wamemuuza. Kenda kagonga nyumba moja, katoka mwanamke akamwambia nataka maji. Kaletewa maji, kanywa. Baada ya kunywa maji, mwanamke akafunga mlango wake akaingia ndani. Yule bwana akakaa nje, Muslim ibn Aqil. Mwanamke anafungua mlango, anamuona alompa maji yuko pale pale. Akamwambia mwanamume, wewe hapo ulipokaa ni pahala panatia shaka, mimi ni mwanamke, sasa kwa nini uko hapo tu na kilichokuwa unakitaka tumeshakupa? Akamwambia mimi ni mgeni, mimi ni Muslim ibn Aqil. Yule mwanamke akajua huyu ni mtu fulani. Akamwambia basi nini unachotaka? Asema hal min ma'wa, kuna pahala popote pa kushukia? Akamwambia karibu nyumbani kwangu. Akaingizwa katika nyumba. Kumbe ile nyumba ya mwanamke yule ni ya maula, mfanyikazi wa bwana mmoja anaitwa Muhammad ibn al-Ash'ath, mmoja katika maaskari wa nani? Ibn Ziyad. Akachomoka akaenda kwa Ibn Ziyad. Muslim ibn al-Ash'ath akamwambia tayari Muslim yuko pahala ambapo tunaweza tukamkamata. Akaja akakamatwa Muslim ibn Aqil. Wakati amekamatwa, watu sasa wanazunguka wote kuja kuangalia kitatokea nini. Muslim ibn Aqil akawa anatokwa na machozi. Wanamwambia unalia nini? Mtu mwenye kutaka uongozi kama wewe alivyokuja hawezi kulia. Akasema silii kwa sababu hiyo, lakini ninalia kwa sababu Hussein mjukuu wa bwana mtume anakuja na hajui kwamba wale waliomwambia tuko pamoja nawe sasa hivi sina hata mmoja, na nimemwandikia barua kwa mkono wangu kwamba njoo sasa, hali ya hewa ni shwari, atakapokuja akakuta hali iko hivi itakuwaje? Akinilizi chochote katika hali niliyokuwa nayo, kinaniliza hicho. Akafika mbele ya Ibn Ziyad, akajua kwamba atauawa Muslim. Akamtafuta mtu angalau anayemjua mwenye roho ya imani, akampata mmoja anaitwa Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, mwana wa Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Akamwambia wewe, tuna ukuruba mimi, ukaribu katika jamii. Sa'd alikuwa mjomba wa mtume Muhammad, kwa hiyo maqal Aqil, Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib, kwa hiyo wana ujamaa. Naomba mambo matatu kabla sijafa, na hawa watu wataniua tu. Kwanza, nina deni nadaiwa katika nchi hii, dirham 700 nilipie. Kisha nitakapokufa mwili wangu muombe huyu bwana ukauzike. Jambo la tatu, andika barua mwambie Hussein asije tena, jamaa wameniacha peke yangu na hana watu huku. Baadaye wakampandisha juu ya jengo, wakamkata kichwa, wakamuua Muslim ibn Aqil. Hussein tayari ameshataharaka na watu wake 60
mpaka 70, watu 60 na 70. Yeye hendi vitani, anajua kuna watu kule wanamsubiri. Kaondoka yeye na watu 60, ukiongeza na wanawake na akina mama na watoto, mpaka watu 71. Mwaka wa 61 Hijria anakuja zake, njiani anampata mmoja katika washairi, anamuuliza nipe habari kuhusu watu wa Iraq. Akamwambia inna qulubahum ma'ak wa inna suyufahum alaik. Watu wa Iraq nyoyo zao ziko pamoja nawe, lakini panga zao ziko juu ya shingo yako.